Habari. Leo nataka tuongelee kuhusu customer service ama tuiseme ni utoaji wa huduma bora. Na mara nyingi tukijiuliza nani anapaswa kutoa huduma bora, either ndani ya makampuni ama tulipojiajiri kwenye maduka and so forth. Lakini mara nyingi tutakimbilia kusema kwamba yule anayekutana na mteja, ama tutasema ni customer service department, at least marketing department, ndo tunaamini wao ndo wanapaswa practice kutoa huduma bora. Leo nitakwambia kitu kwamba sote ndani ya kampuni, sote ndani ya eneo la biashara, sote ndani ya pale tulipojiajiri wenyewe, tunapaswa kutoa huduma bora ama huduma nzuri kwa wateja wetu. Na mteja wetu wa kwanza ni yule mfanyakazi mwenzio unayefanya naye kazi. So either uwe katika department tofauti tofauti, iwe ni finance, legal, procurement, marketing, mauzo, whatever, lazima unakuwa na mteja wako wa kwanza. Mara nyingi kuna sentensi wanasema, ongea na watu vizuri, sio kuonyesha tu chimbo la chips mayai liko wapi, hapana. Ili waweze kukupa taarifa ambazo zinaweza zikakusaidia wewe katika kazi zako za kila siku. Mtu wa mauzo anapaswa kuwa na mahusiano mazuri na watu katika department zote at least. Kwa sababu kama kuna contract ambayo uko nayo kati ya wewe na mteja wako, lazima utaongea na legal department. Kama kuna kufahamu kwamba mizigo imechelewa ama bidhaa imefanya kuna tafrani kwenye usafiri, utaongea na watu wa logistic, utaongea na watu wa procurement, hivyo. Kwa hiyo unajikuta kwamba wewe una wateja wako wengi ni wanaanzia ndani ya kampuni ama ndani ya eneo unalofanyia kazi. Lakini hata wewe ulikuwa procurement, ulikuwa HR and other departments, ukiwa unaongea na mtu nje ya ofisi yenu, maana tumesema mteja wako kwanza ni ndani ya ofisi, lakini ukiwa unaongea na nje na ofisi yenu, lazima uvae vazi la jina la kampuni yenu. Yani mimi nikikutana na wewe Lulu, sikuangalii kama Lulu, namwangalia kama ni training time ndo naongea nawe. Kwa hiyo vile ambavyo tunaongea na wateja ama tuna associate na wateja nje ya kampuni au na watu wengine nje ya kampuni, ina maana tunaonesha jinsi kampuni yetu ilivyo. Sasa tukiongea vibaya, tukitreat watu vibaya, tukijibu watu vibaya, tukiringia nafasi tulizokuwa nazo ndani ya kampuni, haionyeshi wewe ubinafsi wako, bali inaonyesha kampuni ilivyo. Inaweza ikapelekea hata mteja kuamua kwamba bwana, hao wanaringa au wana service mbaya, mimi sitaki kununua bidhaa zao ama sitaki kudeal nao, ambayo inampelekea sasa shida yule mtu wa mauzo kwenye uuzaji, kwa sababu anashindwa kuelewa tumekosea wapi, mbona bidhaa nzuri, bei iko sawa. Kumbe kuna mwingine ndani ya kampuni yenu alienda akafanya ndivyo sivyo huko nje, ikapelekea kuharibu jina la kampuni yenu. Kwa hiyo somo la leo ni nini? Customer service inapaswa kuwa practice na sote ndani ya maeneo yetu ya kazi. Until next time, Lulu John.